السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، حمدا يليق بجلال ربوبيته وكبرياء ديموميته وعزة قدمه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وهاديا إلى صراط الله المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر وطاف بالبيت وقبل الحجر، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الأماجد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtolea sala na salamu Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, tunaishi katika masiku matukufu katika ashhurul hurum, miezi mitakatifu, na katika masiku ambayo yako karibu na ibada ya haji, ambao ndio nguzo ya tano katika arkanul Islam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza tukio hili la ibada ya haji kwa maneno yake Mola Subhanahu wa Ta'ala, na ndiyo kauli yenye nguvu kwa almufassirun alipomweleza Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, waadhin fi nnasi bilhajj. Na tunaposema ndio kauli yenye nguvu katika mufassirun, kuna baadhi ya almufassirun wasema hii amri ni ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, waadhin fi nnasi ay ya Muhammad adhin fi nnas. Na pia kuna ihtimal ya siyaq ya mazungumzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maneno haya. Ni mazungumzo marefu ambayo utakuja kuyaona kwa mufassiru hadhihi umma, kwa wale ulama wanaotafsiri al-Qur'an. Na tafsiri al-Qur'an inakuwa ni nzito sana kwa mtu ambaye hana ilmu katika usulul fiqh. Usulul fiqh ni ilmu ambayo wanavyoeleza wanawazuoni, al-aslu au al-usul al-adilla, al-fiqhu hiya al-ahkamu ash-shar'iyya, dalili za al-ahkam ash-shar'iyya. Al-ahkam ash-shar'iyya ni imma amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au makatazo yake au mubah, na ziko tano kama wanazuoni walivyoeleza, na wengine wametueleza ziko 10. Kuna al-ahkam ash-shar'iyya ambazo zingine ni al-wad'iyya, ambazo zaingia ndani yake shurut kama tunavyoeleza sharti za swala na mengineo mengi waliozungumza ulama wa usulul fiqh.
na tunapozungumza ahkam ash-shar'iyya ni khitabu Allah subhanahu wa ta'ala, ni mazungumzo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambayo mazungumzo yenyewe ni sheria mutaalliqa ambayo inafungamana bil a'mal, kwa vitendo vya wale ambao kwamba wanajulikana ni mukallaf, waliokalifishwa na sheria. Hili ni swali linaelezwa mara nyingi na wanazuoni wa usulul fiqh. Kwa mtu ambaye hana ilmu nzuri katika usulul fiqh, anakuwa na uzito wa kuelewa khitab rabbani, hususan katika masaili yanayofungamana na al-ahkam ash-shar'iyya. Ndiposa ukakuja kuona wanazuoni hapa ambao ni mufassiruna wasema haya mazungumzo yanamhusu Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na wengine wakasema haya ni mazungumzo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameyasimulia kutoka kwa Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Waadhin fi nnasi bilhajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ewe Bwana Ibrahim, adhin fi nnas, adhana yuadhinu fahuwa almuadhin. Sisi tunaye anayetuita katika sala Allahu akbar, tunampa jina la almuadhin. Na almuadhin au aladhan maana yake ni al-i'lan, ni matangazo. Kwa hivyo tunapozungumza Islamic media, Uislamu tayari uko mbele katika suala linalofungamana na media. Utangazaji uko wazi katika Uislamu. Tofauti ya utangazaji katika Uislamu na tofauti na utangazaji ambao sio wa Kiislamu, utangazaji ambao sio wa Kiislamu ni wa propaganda. Ndiposa utakuja kutizama kwa wale wanaosoma historia katika Ottoman Empire, hususan marhala ya Sultan Abdul Hamid Athani, huyo ambaye amefariki si zaidi ya miaka 100. Ottoman Empire ilikuwa ina represent Waislamu, na ndio Abdul Hamid Athani alizuia katika baadhi ya mambo aliyozuia ni kuzuia kutolewa ardhi ya Falastini. Alikuwa ngangari. Kwa hivyo miongoni mwa vita alopigwa au Waislamu wakati huo walipigwa, kulikuwa kuna kadhia inayojulikana al-hurriya, freedom. Kwa hivyo ilitolewa kutoka katika afkar al-gharbiyya, zikaja zikaingia katika afkar al-muslimin, wakajihisi kuwa pengine Uislamu hautupi freedom. Hizi ni baadhi ya propaganda zilizokuwa zimetawala katika zama hizo, kujaribu kuharibu picha. Maanake wanasema if you can't fight against person, fight within them. Ikiwa huwezi kukabiliana na mbwana fulani, unamuona huyu ana nguvu siziwezi, fight within them, ingia ndani yao, jifanye kama wao, watawanye katika fikra zao, utaweza kupenya. Kwa hivyo miongoni mwao zilikuwa ni afkar, na ndio utakuja kuona media au pengine gazeti iliyokuwa ikitoka pengine kila siku au kila wiki, zilikuwa ni afkar mustaara, ni fikra zilizoazima ambazo zilikuwa ni vita za afkar, ni vita za kifikra. Hii ikaitwa ni i'lam, media katika msimamo wao. Lakini sisi katika Uislamu i'lam ni alhaqiqiyya, hakuna propaganda, ni fikra, iwe ni matangazo halisi ambayo yanachukuana na al-ahkam ash-shar'iyya. Utakuja kumuona al-muadhin, anayeadhini anaitwa al-muadhin, ay al-mu'lin, yule anayetangaza. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah. Mwenyezi Mungu anatueleza ni nani katika nyinyi ni bora katika viumbe vya Mola Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya yule anayelengania, yule anayetangaza matangazo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa amila salih.
Kwa hivyo muadhini yuko katika sehemu kubwa kama wanazuoni wanavyozungumza, kwa sababu waman ahsanu qawla mimman daa ila Allah ni da'wa ndiyo, lakini aliyekusudiwa hapa katika baadhi ya tafasiri ni almuadhin, yule anayetangaza au media ya Kiislamu anawaambia hayya ala salah, hayya ala alfalah. Walmuadhin alawwal fi tarikh alinsani huwa sayyiduna Ibrahim alayhi salam, wa adhin fi nnasi bilhajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Waite ewe Ibrahim. Sayyidna Ibrahim yuko Makka, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Ismail. Sayyidna Ibrahim ashakamilisha ujenzi wa Alkaaba, yeye na mwanawe Sayyidna Ismail alayhi salam. Rabbana taqabbal minna, ya Rabbi tukubalie, tumefanya tutarajia, hatujui kama tumefika katika zile qualification unazozitaka Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini tumefanya majuhudi yetu. Siku zote wewe ukitaka kuamiliana na Mola Subhanahu wa Ta'ala, usiamiliane na yeye kwa amali unazozifanya. Ani mazungumzo, tulikuwa na maneno marefu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kuhusiana na matukio haya. Sisi ni madhaifu. Amiliana na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa karami yake, lakini amekwambia swali, zile qualities anazozitaka za swala twazikamilisha sisi? Hakika hatuzikamilishe zile qualifications. Na ndio ukaja ukaona wanazuoni wanapomwelekea Mola Subhanahu wa Ta'ala wakimwambia iqbalna ala ma fina, ya Rabbi tukubalie na udhaifu wetu na unyonge wetu na makosa yetu na majongo yetu, tukubalie vile tulivyo. Na wakisema khudh minna jumalan wala tutalibna bitafsil, ya Rabbi tukubalie na amali zetu tukubwa kwa bei ya reja, si ni tijara, ni biashara baina yangu mimi na Mola. Ya Rabbi, mimi amali zangu nakupa kwa reja, kwa wholesale. Wala tutalibna bitafsil, usinitake ya Rabbi details za kila ibada nazifanya, kwa sababu bila shaka nitapata ina makosa, kisha utakujikuta hauna chochote. Na ndio utakuja kuona malaika almuqaddasun wametakaswa, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawamwasi Mola Subhanahu wa Ta'ala, wanatekeleza haraka maamrisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Malaika kuna wale tangu waumbwa wako katika sijda ila qiyami saa, hajui kula hajui kulala, yuko katika sijda tangu waumbwe ila qiyami saa. Kuna wengine wako katika rukuu, kuna wengine wako katika qiyam, kuna wengine wako katika tasbih, kuna wengine kadha wa kadha. Itakapofika siku ya kiyama watamwambia ya Rabbi ma arafnaka haqqa ma'rifatik, ewe Mola hatuja kujua haki ya kukujua, wama abadnaka haqqa ibadatik, bado hatuja kuabudu haki ya kukuabudu. Sasa sisi wanyonge tutamiliana na Mola vipi? Ndio Sayyidina Ibrahim na Sayyidina Ismail, taqabbal minna, ewe ya Rabbi tukubalie vile tulivyo. Baada ya kukamilisha hilo jambo, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia wa'adhin fi nnasi bilhajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Watueleza wasomi katika tafasiri vile vile kwambia Sayyidina Ibrahim alipopewa amri adhin fi nnas, alimwambia ya Rabbi wama yablughu sauti yangu itafika wapi? Nizungumze watu wa Maka wenyewe peke yake kuzungumza nao, hakuna microphone, hakuna mashini za aina yoyote, hakuna nyasila za kupeperusha sauti zangu. Nani atakayenisikiza? Sauti yangu itafika wapi ya Rabbi? Kuna limitation. Kambia adhin wa alayya al-iblagh, wewe tekeleza nilichokuamrisha Ibrahim. Suala la kufikisha sauti mimi nitachukua jukumu hili. Wanatueleza wanazuoni, sauti hii ikasikika na kila mmoja aliyekuwa hai na yule ambaye kwamba bado hajaja duniani, fi aslabi rijal, wale waliokuwa wamebebwa na
uti wa mgongo wa wanaume, wa fi arhami nisa, na wale waliokuwa wamebebwa na kizazi cha wanawake. Manake mwanamume ana maji ambayo ndiyo yanaomleta mwanadamu katika ulimwengu, anambeba fi sulb. Ndio katika maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema yakhruju min baini sulbi wataraib, asili ya mwanadamu. Na ndio hapo walikuwa wakishindana wanawake na wanaume, nani anayembeba mtoto zaidi. Mwanaume akisema mimi nambeba mtoto miaka nyingi, tangu nibalighi ninabeba, wengi wako hapa. Tofauti tu mwanamke anapopata ujauzito, kuna hali mbalimbali anazozipata, kwa sababu wewe uliwabeba wakiwa wadogo sana, huyu ana grow, ni mkubwa, ana matatizo yake ni matatizo ya mwanamke, wa hakadha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akachukua jukumu hilo, ikafikishwa sauti katika aslabi rijal wa arhami nisa. Kisha wote waliposikia wakajibu talbia, wakasema labbaik Allahumma labbaik. Kwa hivyo mimi na wewe, ikiwa tuliitikia labbaika wakati Sayyidina Ibrahim alipoadhini, alipotangaza, basi ujue utaafikiwa kuingia katika ibada ya haji. Waadhin fi nnasi bilhaji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Riwaya nyingine ya Sayyidina Ibn Abbas an Abi Tufayl sema qala li Ibn Abbas, Sayyidina Abbas aliniuliza, je, wafahamu asili ya talbia? Je, wafahamu asili ya labbaik Allahumma labbaik? Akasema la. Asema asili yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwamrisha Sayyiduna Ibrahim kupanda katika jabali la Abi Qubais, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwonyesha miujiza. Jambo la kwanza, khadha'at lahu ruusu jibali Makkah au jibali dunia, majabali yote ambayo kwamba ni shamikh, zote zilirudi chini. Kisha rufi'at au rufi'at alqura lahu, miji yote ya ulimwengu yakaja juu, ikawa Sayyidina Ibrahim anaona miji yote ya ulimwengu. Kwa hivyo alipoadhini, sauti akaona inavyokwenda katika ijaz rabbani, kumwonyesha sauti hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataifikisha. Sayyidina Ibrahim akawa anaona mwenendo wa sauti yake inavyokata, inavyopasua. Pengine kitu ambacho kama kingezuia sauti kufika ni yale majabali yote yamerudishwa chini, sauti ikapasua ikafika katika kila miji. Kisha baada ya hapo akamwambia, ya ayuhan nas, enyi watu, inna Allaha amarakum, Mwenyezi Mungu amewaamrisha, bihaji hadha albayt, kuzuru hii ni nyumba Alkaaba, liyuthibakum biljanna, ili awape thawabu ya kuingia peponi, wayujirakum an adhabi nnar, na ili aweze kuepusha na moto wa Jahannam. Yani thawabu na malipo ya yule aliyesema labbaik Allahumma labbaik, kutekeleza ile ibada, ni thawabuhul janna, ni kuingia peponi na kuepushwa kutokamana na moto wa Jahannam. Wanazungumza almufassirun, wakawa wametofautiana hawa waja. Fa in kana alijaba, ikiwa ile jawabu aloitoa mwanadamu wakati aliposikia nidaa, khitab, adhana ya Sayyidina Ibrahim, fa in kana marratan famarra, ikiwa alitikia mara moja atahiji mara moja. Fa in kana marratain, ikiwa ni mara mbili, famarratain, atahiji mara mbili. Kwa hivyo kila mmoja atakwenda kwa idadi ya talbia aloitikia kabla ya ujio wake katika huu ulimwengu. Lakini maswali ambayo tunafaa kujiuliza ni haya: sisi kwa hakika, hususan ulimwengu tunaoishi hivi leo, asbahat
ibadatuna sha'ira min ghairi shurut, ibada zetu zimekuwa ni nembo, yani ni sura, ni picha, min ghairi shuur, zile hisia za ndani hazipo. Asbahat ibadatuna, ibada zetu zimekuwa ni nusukan, ni picha ya umra ama haji, min ghairi tanassuk, lakini picha ya halisia ya kufanya ibada ya haji hakuna. Asbahat ibadatuna at-talbiya bil-lisan, imekuwa ibada zetu hususan katika umra na haji ni lile neno nalolisikia labbaik allahumma labbaik bil-lisan, kwa ulimi peke yake. Walakin aina al-bawatin allati, ule undani, siri za ndani, roho za ibada zetu ambazo zasikia khitabu rabbani, ambazo zasikia nidaul haq, ziko wapi? Swala zetu tukiziangalia, twazisali. Je, waswali ukimaliza kuswali waona naam, leo nimewasiliana na Mola, leo nimepata nafasi ya appointment nzuri na Mola? Ama waangalia, hii swala ilikuwa ndefu sana leo, nimepoteza pengine pesa kadhaa za kazi, nimepoteza appointment kadhaa. Wewe ulikuwa na appointment na Allah, na ichukue nafasi ya wakati itakavyochukua, ichukue ni masaa mawili, wewe una appointment na Allahu jalla jalalu, wamfikiria nani katika hadhara ya Mola subhanahu wa ta'ala? Fahadhihi ibadatuna, hizi ndizo ibada zetu leo. Lilasaf, na yule al-Imam Shibli rahmatullahi alayhi anapambana na bwana, anatoka katika ibada ya haji, na ni vizuri miongoni mwa sunna mahjura, sunna ambazo zimekimbiwa. Sisi tunaidai tunataka sunna, katika sunna ambazo zimekimbiwa ama zimewachwa ama zimesahaulika ama zimefutwa katika mujtama ni istiqbalu al-hujjaj, kuwapokea mahujaji. Tena si kuwapokea tu, muwapokee na muwaombe, waombe dua. Kama inawezekana watu waende airport. Leo alhamdulillah tunaona kuna sunna, lakini inakwenda kwa system ya kigovernment. Minister fulani anatoka anapeperusha bendera, anambia yalla ala barakatillah. Ya reit iwe ni sunna ambayo kwamba itatoka kwa sura ambayo kwamba si ya government, watu watoke wakawaage, jamaa ila liqa, tunawatakia haj mabrur, mkirudi mrudi katika hali nzuri, na mkirudi tunawasubiri pale pale. Si Zamzam twataka ama ajwa twataka, tunataka dua, kwa sababu nyinyi muna dua mustajab. Yule mmoja anasema saalnahu anil asrar, tumemuuliza zile siri za ibada ya haji, faajabana anil asar, akawa anatujibu zile bei alizozipata haji. Sisi tukuuliza siri za ibada, wewe uniambia kanzu ilikuwa bei ghali. Haji ilikuwa vipi? Very expensive, vitu ni very expensive. Sikuulizi mambo ya bei, na kuuliza asrar. Wewe ulichokiendea umekipata uliposema labbaik allahumma. Na ndio namuona al-Imam Shibli anapopambana na huyu bwana, alimuuliza maswali mengi, hayatoshi kuzungumza katika khutba moja. Miongoni mwa mazungumzo anamuuliza, hal aqad al-hajj, al-aqd katika fiqhi ni agreement, it's a contract baina yako wewe na Mola subhanahu wa ta'ala, na ndiyo aqida. Sisi tunapozungumza aqida, it's a contract, makubaliano. Nimejifunga katika masharti aloniwekea Mola subhanahu wa ta'ala, hadhihi aqidati, hii ndiyo aqida yangu katika kufanya biashara kwangu, katika kuishi kwangu, katika kwenda kwangu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ndio aqida. Anamuuliza hal aqadta alhajj, umetekeleza ibada ya haji, yani masharti na makubaliano aliyotaka Mola subhanahu wa ta'ala umeyafanya? Kama naam, nimeyafanya. Anamuuliza
Je, zile contract zote ambazo zapingana na contract ya asili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala umezifuta? Yani mimi biashara fulani naiona katika Islamic au sheria compliance ina contradiction, maisha yangu ninapoishi haiendi na Islamic compliance, mambo yangu ninayoyafanya, je, umeyafuta? Bado. Na ndio yule bwana mmoja alikuja akamwambia bwana mmoja anachukiana na Kaambia, habibi, sisi bana tumeteta, lakini nimebahatika kwenda katika ibada ya haji. Naomba tusafiane nia, tusameheane. Kwa hivyo niende katika ibada. Ni vyema wewe unapotaka kwenda katika ibada ya haji haujui kama utarudi. Kwa hivyo ni vizuri yule aliyekuwa na deni aitekeleze ile deni yake, na kama hauna madhumuni na pesa za kuweza kutekeleza, mtake radhi yule unaimdani, bwana, nimepata safari lakini siati kuwa nimekataa kukulipa deni yako, naomba uniruhusu nikirudi inshallah nitajibambanya nikupe deni yako. Huyu bwana ilikuwa sio mambo ya deni, wamekosana katika baadhi ya mambo. Kwa hivyo miaka 5 6 wamechukiana, hata kuonana asalamu alaykum hakuna. Kwa hivyo bwana, asalamu alaykum, shtuka, kuna nini? Napata ibada ya haji, naomba tusafiane nia, lakini nikirudi baada ya haji, baada tulipoacha tutaendelea, yani tutaendelea kukosana kama kawaida, contract yake baada. Kwa hivyo washatengeneza, mimi sasa akidi yangu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini nikirudi tutaendelea kuteta vile vile, hakuna kusalimiana, hakuna kujuliana, hakuna kupeana, hakuna kufanyana lolote. Anamuuliza, hala aqadta alhajj, umetekeleza ibada ya haji? Anamwambia naam, nimefanya hivyo. Je, umewacha contract zote? Sema la. Na basi hujatekeleza haji. Naza'ta thiyab, umetoa ihram zako? Naam. Je, umevua kila maadili na tabia mbaya? Na bado hujavua. Akaja paka katika mazungumzo ya mwisho, thumma tatahhart, umejisafisha, ukafanya tawaful wada, ukamzuru na bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na leo uko hapa. Akamesema naam. Je, umejitahirisha na machafu yote? La. Kaambia basi mwakani rudi ukafanye tena ibada ya haji. Mwaka huu haukutekeleza chochote katika ibada ya haji, rudi utekeleze tena ibada ya haji. Hizi ndizo baadhi za asrar ambazo zakosekana katika ibadati zetu, na tunahitaji sana ndugu zangu kutekeleza hizi ibada. Wakati sisi hauturuhusu kwa hakika, na mazungumzo katika ibada hii ni mazungumzo marefu, taniruhusu nitekeleze tu katika baadhi ya mazungumzo ambayo yamo ndani ya mazungumzo haya, na ni aya inayofuatiliza waadhin fi nnasi bilhaji yaatuka rijalan. Hapa wanazuona na tofautiana, mbona kumetajwa watu wanaokuja kwa miguu, wa ala kulli dhamiri, na wale wanaopanda vipando? Je, wale wanaokuja kwa safina hawamo? Ni masala wanazuona wamezungumza kwa mapana. Baadhi ya wanazuoni kuddima rijalan, wanasema rijalan imetangulizwa kumaanisha yule anayekwenda katika ibada ya haji kwa kutembea anafalla zaidi kuliko wengine. Lakini katika madhhabi ya Imamu Shafi'i na Imamu Malik, rukbanan, wale wanaopanda vipando wako katika daraja ya juu zaidi, iktidaan bi sayyidina Rasulillah, kwa sababu Mtume Muhammad ibada zake za haji, kwa sababu kuna baadhi ya riwaya amefanya haji 2 kabla ya fathi Makkah, alipokuwa zake Madina kabla ya hijra alifanya haji 2. Kwa hivyo vote vilikuwa, ibada zote zilikuwa kwa vipando. Kwa hivyo madhhabi ya Imam Shafi'i wanaona vipando ni bora zaidi kuliko yule ambaye kwamba atakuja kwa miguu, na ni masala marefu sana. Liyashhadu manafi'a lahum, ili waweze kushuhudia manafi yao. Manafi ni faida, na shuhud ni hudhur. Wanazuoni wamezungumza na ni nyingi, lakini mimi nataka nitoke na ujumbe mmoja hapa muhimu sana. Hapa naomba mnisikize kwa makini sana. Waislamu wanaokisiwa kwenda ibada ya haji mwaka huu kutoka Kenya peke yake ni 4,000, between 4,500. Ulimwengu mzima ni takriban milioni 4, na maana wale waliokuwa katika umra ya Ramadhani, hususan katika 10 la mwisho, walikuwa watu wengi kuliko wanaokwenda katika ibada ya haji. Ilikuwa more than 10 million.
wengi sana, zahma nyingi sana. Tukiangalia hii idadi hii, ndugu zangu, kuna professionals wengi, experts mbalimbali, shakhsiyat, personality mbalimbali. Sisi kama umma al-islamia nuani mashakil, tuna matatizo mengi sana. Tuna matatizo katika iktisad, katika uchumi. Tuna matatizo katika ziraa, katika mambo ya ukulima. Tuna matatizo katika almaashi, katika masala ya ulishaji wa wanyama, na ndio katika alama za kiyama Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na hili pengine tutakuja kulihusia baadaye, kuwa utajiri wa mmoja wetu katika akhiru zaman ni mtu kuwa na mashamba na mtu kuwa na wanyama. Haya ni masala tutakuja kuyazungumza baadaye, lakini nuani, tuna matatizo mengi kama umma al-islamia. Ya habadha, ya rate, tunatamani lau kutakuwa kunapatikana conferences, pengine mu'tamarat za nchi mbalimbali, kama pengine dola yenyewe haiko tayari kufanya hilo kwa sababu ya mambo tunaita threats. Yani watu wanakuwa insecure, wanaona hawa wakiwa ni umma wahida watakusanyika wazungumze wayafanye kadha. Kunaweza kuwa kuna threat ya leadership, kunaweza kuwa kuna threat ya mudhaharat. Hilo lawezekana pengine katika masala ya security, lakini dola mfano ya Kenya, mwakutana katika sehemu moja zaidi ya watu 4,500, kila mmoja na shakhsia yake. Kwa nini kusipatikane mu'tamarat ambazo mtazungumza matatizo yenu, na kwa sababu kuna expert katika nyanja mbalimbali, kupatikane solution. Pengine mwaka huu waangalie wale ambao kama ni waandalizi, tuangalie suala la wakfu ala sabili mithal. Mwaka ujao tuje tuangalie suala la ukulima, mwaka mwingine tuje tuangalie suala wa hakadha, liyashhadu manafia lahum, ili waweze kushuhudia au kuona manufaa yanayopatikana katika, kwa sababu ibadatul hajj kama wanazuoni walivyozungumza, si manufaa ya ibada peke yake, hata tijara, hata biashara ipo. Ndio leo mtu, na hili lilinipitia, pengine niliseme kwa sababu ya tahadduth bin ni'ma. Mimi mwaka jana nilikuwa na hamu ya ibada ya haji, lakini kafika wakati it is impossible, yani possibility za kwenda katika ibada ya haji hata 5% hazipo. Kwa unajua, mashaallah, siendi. Darasa langu la magharibi Ijumaa nikapigiwa simu, adhana ikiadhini, naambiwa kuna visa imekuja kwa sharti tutakupa wewe ikiwa utaamua kuichukua. Sina kitu kwenye mfuko wangu, ikiwa utaamua kuichukua tayari tutakupa. Nikasema marhaba, ninakubali, na sina kitu. Umeletewa haji, tutasema tutakufikiria, niandikie na mimi nitakupa hela yangu. Nikaenda nikafanya darasa langu, nikimaliza darasa napanda nyumbani, bwana ananipigia simu, anaambia njoo, hii ni pesa yako ya visa, na ukikubali ukiipata ile visa, ndege yako kesho yatoka. Yani only few hours, hata si 24 hours, ndege yako kesho yatoka. Nikaenda nikalipa visa yangu, nikamwambia visa tayari, akakata na tikiti. Mimi nikitoka hapo ni msafi, nenda zangu ibada. Kwa possibility, ikiwa umeitwa utakwenda, lakini bado sija kinai, natamani na mwaka huu niende na niende, ili niingie katika wale watu ambao kwamba waliitikia mara moja, waliitikia mara mbili, waliitikia mara tatu. Maana ukija unaona mukassir, kuna dua fulani sikuiomba, kuna jambo fulani sikulipata, kuna jambo hili na hili shauku. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tupate manafia ya haji. Mwenyezi Mungu tujalie hajjan mabruran kwa wale watakaokwenda. Mwenyezi Mungu kwa wale ambao kwamba hawajakwenda, Mwenyezi Mungu awabarikie, wafanyie tashihi. Kwa wale ambao kwamba watakwenda, Mwenyezi Mungu awabarikie kila kitu, na wale watakaokwenda inshallah wapate majmua ya kuzungumza, ya kuangalia masail yatakaoleta manufaa katika umma. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi. Allahumma ya man wafaqa ahla alkhair lilkhair wa aanahum alayhi wafiqna lima tuhibbu wa tarda anna alayhi. Wa sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.